Kwa hiyo hapo unafunga ndoano? Hapa nafunga ndoano. Kwa hiyo unaitega isa ikiwa kwenye maji? Nikiwa nimetega kwenye maji ikiwa patikanika samaki mkubwa sana. Unafunga maboya au manake nizoea kuona kwamba huwa unafunga vijiti ili ijishikie? Inajishikiliaje ikiwa kwenye maji? Hii nafunga mawe ambayo iende chini ikakae. Kwa mawe yanazama? Mawe yanazama. Kwa hiyo unajuaje kama imenasa samaki? Baada ya kuikamata hii naifuatilia kamba. Kwa hiyo unaingia kwenye maji unaifuatilia kamba? Nafuatilia kamba. Then mpaka kwenye ndoano unakuta samaki? Naifuatilia kamba mpaka ndoano. Unatega chambo gani huko? Huwa natumia ndipi. Ni samaki wadogo. Okay. Kwa hiyo inanasa nini? Ni kambale nani, pelege tu? Hii inanasa kambale, kitoga. Wakubwa ni samaki wakubwa. Samaki wakubwa. Kwa hiyo huwa unaitega muda gani? Muda wa jioni. Jioni. Kuangalia? Kwa kila muda lisali moja naenda angalia. Lisali moja unaenda unaangalia. Okay. Pale tena unaondoka. Sawa. Ya sauti kusikia unavyoongea na nini. Mimi naitwa Hamisi Matanila. Kwa kweli sina kiwango na mida mingi kidogo. Na umri wa miaka 15. Zidi ya Kilombero sijaenda kuvua. Shughuli na zangu ambazo za kuvua, kilimo, kusomesha watoto shuleni, watoto 4. Wote wamesoma sekondari, wengine wamefaulu, wengine wamefeli. Wengine nasema na wajukuu. Na kuvua kuvua na kilimo. Ili kwa kweli kiwango kile kweli wengi tuliathirika sana. Kwa kuonekanika kwamba mtoni umefungwa, kuna uvuvi. Watu wakawa wamejiuliza, kujieleza, kuonekanika kwamba ni watoto mashuleni. Vilimo nako vinatakiwa kupitia mto. Inaonekanika kwamba lile sijui kama lilimaliza vipi waheshimiwa. Hawakuchukua muda mwingi, ila samaki walikuwa kitoka sehemu ya hifadhi. Samaki walikuwa wameletwa, walikuwa wazito, si kwa mtu. Sikia upande bosi. Ngoja angalia. Sasa ungekaa kati au mbele? Ndo maelekezo yake leo nini mimi? Au kwa mbele? Mimi sina mshuti brother hapa. Kwa lazima ata mbele. Yeye anakaa kule mbele. Wewe unataka uangalie huko, uangalie zaidi. Mimi kaa hivi. Nigeukia. Subiri. Sogeza mbele hivi. Short. Balance. Hapa tayari. Hapa mani. Yana sasa. Enjoy it. Endapo kuna farini moja wapo. Wewe umekuwa ukivua kwa miaka mingapi? Kwa mto Kilombero? Mto Kilombero. Sasa hivi na miaka si chini ya 10 au 7 tuseme kama mto chini. Kwa sababu mimi sijaanza kuvua mto Kilombero huu. Nimeanza kuvua mto Ruaha. Kule ng'ambo kule. Mto Ruaha kule. Ruaha ipi sasa? Ruaha mjini ya kwenda ya Mikumi ya wilaya Kilosa.
Pale karibu na kwenye kile wanapotengeneza umeme TANESCO. Sasa ndo mto ule ndio nimeanza kuvua mimi. Na wakati ya ule na upi mkubwa? Mkubwa wa Kilombero. Ule kule. Huu hapa. Hapa kwa kina cha maji mkubwa. Okay. Ila isipokuwa mbole pale umejaliwa upana. Ndio maana hauna kina sana. Upana. Sawa. Na hata mandhari uko tofauti. Ule kule ni mawe mingi sana, mikondo ya mawe. Kwa hiyo ulikuwepo hapa toka kile kipindi cha sasa hivi wanatumia pantoni? Yeah, nilikuwepo. Yaani mwaka wa mwisho ambao ndo daraja linaisha mwaka huu, kama mwaka jana ndo nimeanza mimi kuvua kipande hiki. Na hapa mnavua sana, ni aina gani ya samaki ambao mnavua hapa kwa wingi? Hapa samaki wanavuliwa aina nyingi, ila kila mvuvi anavua kivuvi cha samaki anahitaji aina gani kwa wingi. Kwa mfano mimi navua samaki mara nyingi navua samaki aina tatu. Kambale, kitoga na ngogo. Kambale, kitoga na ngogo. Ila humu vivuvi wanavua aina nyingi. Ila kuna msimu kwa mfano ikishafika mwezi wa 10 na acha kivuvi cha kuvua samaki hao. Mara nyingi namtafuta pelege, na pelege mara nyingi napata pelege, ndungu ndio tunapata kwa wingi sana. Nao ndo wenye soko kubwa au samaki gani ndio mwenye soko kubwa? Hapa sisi hapa samaki wenye soko kubwa kwa aina mbili ambao ndio wenye soko kubwa sana. Pelege na kitoga. Okay. Huyu ana thamani kushinda samaki wengine kwa hapa. Na anafuata kambale. Na njege. Mwenye miba afa na meno kama mbwa yale. Anang'ata kabisa wale. Tena usimchezee, anataka muda kuopoa kama anavumvuta hivi. Kama ni mkubwa anakupiga jino vizuri. Akiruka kwa sababu njege ana tabia moja, kwa mfano anafuata ndoano hivi moja kwa moja. Anakuja, yani unavumvuta ikishamshinda. Anakuja kwa kasi. Hapa fika karibu na wewe anaruka. Ila kama unamvua kwa nyavu basi hana ujanja. Okay. Na hapa kwa hiyo uvuvi unaotumia kwa asilimia kubwa ni nyavu ama? Mimi natumia ndoano, vitanzi. Kitanzi. Hata pale tulivyokuwa simuona nilikutoa mawe yale. Kuna vitanzi ambao ndio sasa hivi nitakuwa niingie nikague. Wavuvi wa nyavu wengi ndio naenda kuwakuta huko tunakokwenda. Huko. Na wao inawalipa sana hiyo ya nyavu kuliko vitanzi. Mto Kilombero una msimu. Yaani kuna msimu anatoka sasa samaki huyu, tunatoka sasa samaki huyu, na kuna msimu samaki wote wanatoka. Kwa mfano ikishafika mwezi wa 7 wa 6 mpaka wa 8 pale kila samaki unampata. Kuna kipindi walifunga hapa mto watu wasivue. Ile ilikuathiri wewe kwa kiwango gani? Sio mimi, ilituathiri kwa kikubwa, kwa sababu kwa kiwango gani? Kikubwa. Yaani hata 90% naweza kusema katika maisha yangu ilinipunguza kasi, kwa sababu shule nishakimbia. Kwa hiyo nategemea mtoni nipate hela ndio nipeleke na shamba ikanisaidia kulima. Kwa hiyo ni mvuvi mkulima. Yeah. Okay. Na 90% ya wavuvi wa humu ni wavuvi wa kulima. Kwa hiyo asili kwa kiwango kikubwa, na asilimia kubwa wengi wanasomesha kutegemea mto. Kwa hiyo unaposomesha kutegemea mto, sio kwamba mtu anategemea kwamba hela inatoka huko yote upeke kwa sababu shuleni, hapana. Kuna baadhi tu sendi. Kwa mfano mtoto akiwa sekondari 1,150 200 unategemea mtoni. Ila kwa mfano watu wenzetu walibadilika, kwa sababu wanasomesha tuzo mpaka chuo. Kwa hiyo inakuwa mahali badilisha, unavua unapeleka shambani, unapata mpunga, ile mpunga wa mpungangu gunia zangu 10 mwanangu kafaulu kwenda chuo au kwenda form 5. Kwa hiyo ili sasa aende shuleni mpunga binsi uchezee. Kwa hiyo kula nyumbani inabidi pambane wapi? Mtoni. Sasa unafikia hatua hiyo, afu mwenzako anakuambia usivue. Unaenda kula nini zidi ya ule mpunga? Totally. Huyo mtoto anaenda shule. Lakini lengo lao lilikuwa nini? Kwa nini walizuia watu wasivue? Kwa maelezo yao lengo lao kubwa kufuga tu samaki wazaliane, sijui wakue wafanye nini. Lakini mimi nahisi usokotana kutokana na uharibifu ulikuwa mwingi sana. Uvuvi wa Pumunda sijui unalipata, uvuvi wa Lamu ambao Pumunda anavua baharini. Kwa hiyo walivua sana huko. Kwa hiyo baada ya ile hali wakagundua kwamba hapa tutumie njia hii ili ngasoma kidogo warudi. Na walifanikiwa, mlivyoruhusiwa kuvua mlikutana na vitu. Kwa samaki walitoka vibaya. Size za ajabu. Vibaya. Ila isipokuwa tu kwamba hata sasa hivi nahisi wenyewe serikali hawana msimamo. Okay. Hawana msimamo kwa sababu haiwezekani. Kwanza walikuwa na ulinzi wa kulinda nani wapalita nani wale masao kidogo jina lao. Walikuwa ni makiumu mwenyewe walichaguana kuweka ulinzi wa kulinda mto kwamba Pumunda isifanye isitumike.
na ilifika kipindi walifanikiwa mpaka watu walikuwa wanarudisha mapunda wenyewe nyumbani. Okay. Yaani wenyewe wanaenda kusalimisha pumunda. Sawa na ilifanikiwa zoezi hilo, walifanikiwa kwa kubwa sana, hata mafufu yalikuwa mengi tu. Lakini sasa hivi ambao kipindi watu hao wanatumia nini? Mitumbwi. Kama hivi tunavyokuendesha hivi. Sasa hivi wana boti. Sawa lakini bado zoezi wamelishindwa, mafufu yanaisha. Haya, nani hapa mzembe? Wao wanaofuatilia. Serikali wenyewe ambao walifanya na mikakati migumu afu imewashinda. Sawa, sasa swali jingine kwa mfano. Kwa wavuvi hao wanaotumia hiyo njia haramu mpaka saizi wapo. Wanaishaje sasa wakati ndio nakuhadisia mafufu yanaisha? Wewe huoni mafufu meupe? Yaani unaona sasa mchipu haya? Haya hapo kwenye maji yamekaa mlimani haya. Unaona hapa maji haya? Maji yako chini hivyo? Si haya. Maana hata mguu wangu unagusa chini haya. Maana yake nani mto umezama au inakuwaje? Asali za kukata hiyo manyasi. Yaani kifupi kwamba eneo hili hapo umeona lote ili kuvuziwa. Ziwa maana yake linamaanisha kwamba ziwa ni sehemu yenye kina kirefu cha maji. Okay. Sasa hivi limebakia vipande, kwa mfano nimebakia kimstari tu kule, unakuta ziwa liko pale darajani. Okay. Sasa mafufu cha kwanza faida zake akiwepo yanafuga samaki. Yaani ni sehemu ambayo wanaokaa samaki, kwa mfano mnaingia na cheza samaki ndio inakuwa kama nyumba za samaki. Umeelewa? Alafu mafufu faida yake yanapokaa hivi, maji yanapita chini, yanapopita chini, maji kunachimbika. Umeelewa? Kwa hiyo kunapochimbika ile sehemu inakuwa kina kirefu cha maji. Ndio mto unatunzika. Hapa akija maji hayawezi kwenda kupita kule, lazima apite chini. Akipita chini maana yake ndio kunachimbika maji na hifadhi. Sasa lakini ukitoa mafufu haya unakupa kweupe. Kwa nini kweupe hivyo? Maji yakija na kugonga ngema, matokeo yake mtu unaongezea kubomoka. Unaelewa? Kumbe haya manyasi yanatakiwa yawepo. Yanatakiwa yawepo. Moja faida yake kubwa, nyumba ya samaki. Maana hata sisi tunavua samaki mkubwa na anakopo mwingi kwa sababu wanakopo muda wote anazaa. Sasa samaki hawezi kuzaa sehemu nyeupe, ndio maana sasa hivi kabakia samaki 90% anaenda kuzalia mabwawani. Masika kijaa akazae mabwawani, kiangazi ndio anakuja kumvua sisi. Okay. Umeelewa? Sababu maji masika kote, ushafika masika hapo? Yanakuaga mpaka kule kabisa. Kwa sehemu kote kule mpaka kule manake unakuta samaki ndio anacheza kule sasa ndio anazaa kule. Sababu kumvua yote kwa kasi inakuwezekani. Akirudi huko. Baba usitezee kwa sababu mto una wavuvi wengi vingine. Sasa wanaovua kwa njia haramu ndio wanasababisha mafufu kuondoka. Kwa sababu wanatumia njia za madawa au ni? Madawa sio sana. Madawa kwa kipande hiki hapa sisi hapa tumejitahidi kudhibiti. Kwa sababu madawa unapopiga dawa inaua. Kwa hiyo tutao tunadhibiti, ila wenzetu wa juu huko wanashindwa kudhibiti kwa sababu kule juu haupo mtu mmoja kama hivi unavyoona hapa. Kile kisiwa cha watalii mnachotaga ndio kiko wapi sasa? Mbele hapa. Maana lazima tuvuke mto. Twende ngambo ya kule. Na tunapovuka pale kuna maji makali. Kwa hiyo kunaweza kuwa na tafulani hapa. Hakuna tafulani yoyote. Ila wewe kama kwa mfano hapo jamaa si ndio muoga kidogo. Yanaponguruma maji labda anaweza kashikwa na uoga lakini hamna shida yoyote. Na kuna sehemu inabidi nikaze pondo hii. Maji makali kidogo. Mimi hapa ikiwa makali ndio natumia mwanzi. Ili mnaweza mkapiga watu wawili lakini. Kwa mfano mwingine mwanzi, mwingine pondo. Na ndio tunavyoendesha pondo nakaa huko nyuma, mwanzi nakaa mbele. Kumbe ningeweza mimi kukusaidia. Ila kama sio mzoefu uwezi. Okay. Boko mara nyingi nakaza kipande hiki. Boko tunasikia ukorofi sana wao wanapenda tumbua mitumbwi. Yaani ipo hivi. Kama unavyoona tu wanyama wengine. Yaani au unavyoona kuna mbwa wengine wakali. Wengine wana boko kwa hiyo. Kuna boko mwingine unakuta ukifika tu akizama haibuki tena. Maki muoga. Kuna mwingine unapita huko pembeni huko. Yeye ipo kule. Anakutamani mpaka huko, anakufuata mpaka huko. Anakuja. Na anakuja akiwa anatembea au anaogelea? Anazama. Boko anapiga mtumbwi aje yuko anaogelea hivi. Yaani mtumbwi unausikia tu buu. Na akiupiga unaruka juu au inakuwa anapasua. Mtumbwi mti laini. Kuna miti ambayo haiwezi kupasua migumu, sio huu. Sasa akiupiga usalama unakuwaje hapa? Hapo usalama wake ni kuzama tu. Yaani wewe mvuvi uzame naye. Yaani kwa mfano cha kupiga boko buu, hakuna ngao yoyote zidi ya kuzama kuondoka. Kwa sababu boko kisha kupiga haistahili uogelee juu. Yaani uogelee juu hivi. Anakuua muda huo. Anakuona maana yake. Anakuua muda huo huo. Kwa sababu atafika pale atakuja atakupiga ukienda juu anakung'ata. Anakuua. Ila ukishazama maana yake kwa sababu boko akishakupiga buu. Yeye anakuwa anaogelea juu anaangalia huyu mtu yuko wapi. Sasa ukishapigwa buu umedumbukia na ndio maana tazala mvuvi yoyote hiyo anaijua. Buu kadumbukia buu. Ameshajua tele boko. Haibuki tena.
Akibuka yuko mbali na pale. Kwa hiyo boko akiona yule akitema aje pale yeye kashazama tayari kama ile eneo, kwa sababu boko sio kama mamba. Boko kwenye maji hivi angalia anakwenda kwa ramani. Anafumba macho naye. Boko anaenda kwa ramani. Na ramani yake akosea akiangalia pale akifanya hivi kafika pale pale. Babeki. Hiyo mashine sasa. Kwa hiyo ukitazama yeye yuko juu, akishaona umebuka pale anazama anakuja pale ulipoibuka wewe. Kwa hiyo ukishazama na ukishaona ukivuvu chukua pumzi umetambaa chini. Chukua kipande kirefu. Kwa hiyo akaja kushtuka mshafika mlimani, ukishika ngema tu boko akufuati. Na hapa mamba hapo huko. Humu usichezee. Tena hao ndio wako wamejaa na ndio maana mara nyingi mvuvi anamuogopa boko. Kwa sababu anajua nikipigwa na boko. Kwamba tayari akanipiga nitamkwepa yeye, lakini usalama wa chini utakuwa salama. Sababu mamba chini tu na anang'ata hata akiwa chini wapi popote anang'ata. Na yeye mamba chini ndo anaona kila kitu. Anaangalia kwa sababu ndio maisha yake yako kama samaki. Tofauti na boko. Yeye mamba kitoka nje kuja kuotea jua. Lakini maisha yake chini kwa chini. Tofauti na boko. Boko kwa anakaa tu kuishi kwa mchana. Akitaka kulala, kwa mfano zamani kuna tao ni matete kama hivyo. Sababu zamani siku utulivu mwingi. Anaweza kukaa juu matete kama huko, simu matete miziba. Anakuja, analala. Sasa hivi matete hamna. Umetakasika mno. Wasukuma mezidi. Na ukame wa mto huu sasa hivi umeletwa na watu, yani watu wa design hii. Msukuma namba 1, namba 2 mvuvi haramu. Msukuma huku anaharibu vipi kwa sababu ya shughuli zake sio kwenye mto? Vizuri sana. Yaani hilo swali zuri kidogo. Msukuma anaharibu kwa mfano, yani ng'ombe. Ng'ombe anapotembea sehemu yoyote anachimba. Okay. Si mnaelewa? Ndio. Anachimba. Kwa hiyo ile hali ya kuteremka kwenye bonde na kupanda kuteremka na kupanda tayari anaharibu mazingira. Pili, kulikuwa kuna mapoli mengi. Yale mapoli ambayo yalikuwa yapitiki sasa yanafanya nini? Yanapitika. Kwa hiyo walifu mtu akitaka kufanya anafanya vote anavyotaka. Hilo moja. Pili, kulikuwa kuna mabwawa kwa ndani mengi sana wamekufa kwa sababu ng'ombe. Yale mabwawa yalikuwa yakauki muda wote sababu kuna manyasi mengi. Mbuga ya kutoa mafufu haya mengi sana. Lakini wale mabwawa yani mmemote kwenye mapoli yale. Ng'ombe zimeingia zimevuruga. Umeelewa? Kwa hiyo zilipovuruga zile ng'ombe, maki manyasi tena pale hamna. Kupo kweupe, maki maji yanakosa kukauka. Chemchemi inakuwa hivi. Kwa wale ni ng'ombe wale. Yeah. Ng'ombe wamefika mpaka huko sasa. Ile bwawa tu maki umeenda mpaka pale. Mtu wenyewe ndio unatembea. Na serikali imeshindwa kudhibiti. Kuna kipindi fulani wana uwezo ila sema sasa hivi imegeuka duka la serikali bwana. Sasa hivi imegeuka duka dogo. Wanafanya kama si watoto. Lakini sisi tunaelewa kwamba sasa serikali imepanga mbinu gani na inafanya nini. Ila hatuwezi kusema kwa sababu wao ndio wameamua kufanya hivi, ndio maisha yenyewe ndio yanaenda hivyo. Lakini ukweli kwamba sasa hivi hawa ng'ombe hawastahili kutoka, ila isipokuwa wanaingiza mapato katika nchi yetu kilichokuwepo sasa hivi. Okay. Kwa sababu msako wa mwaka wote sija kusikia kuna ng'ombe kakamatwa wakapelekwa kote kule. Ila kusaka wanasaka vibaya sana, lakini sija kusikia ng'ombe kakamatwa kwa sababu unasikia boti imepita sasa hivi imeenda juu, ikishuka na dakika 5 nakuta ng'ombe kwenye mto. Sasa kuna ng'ombe wanafukuzwa. Mbona mwaka juu zile ziliondoka mpaka leo? Tuna sasa kipindi kile tunaenda nawapeka washikaji zangu kule. Kwa tunaingia ofisini pale kwa mkuu wa wilaya pale, kati tunaingia kwenye choo tu. Unapiga hodi unaingia. Sasa hivi unazungushwa pale ndugu yangu. Umeona mkuu wa wilaya? Utaambia mkuu wa wilaya akatoka, ana uzuru. Utaambia mkuu wa wilaya hivi njoo siku fulani. Alafu muda unaondoka na mkuu wa wilaya huyu anatoka ndani nje kwenye gari. Au anatoka hapa anaingia chumba hiko. Ukimsimamisha hana muda wangu. Mwanza Agosti tena chini. Tunavuka hapo sasa. Huko sasa nakovuka Mwanza hawezi kugusa chini. Mpaka pale mbele. Okay. Hapa maji mengi. Katikati muweze kuchomeka Mwanza. Na ina style yake ya kupiga pondo. Kwa unapiga pondo kama unapanda hivi juu. So useme unyacho hivi maana yake unateremsha chini. Napokusudia kwenda kutokea sitofika. Okay. Kumbe huko ni juu. Hapa ni chaguo kata. Hapa taka unadumbukia hapa uzani. Sehemu korofi. Sehemu korofi ndo tushavuka sasa. Hapa kuna maji madogo. Hebu hapa hapa uzani. Umegusa chini. Hii imegusa chini. Mbona?
Kwa hiyo tunajua ambapo maji mengi hapa machache. Sema shida huko kuna vilaka. Shida huko kuna vilaka kueleweka. Hapa hata kama wewe kilaka vipi? Kwa sababu ukishusha maji huwezi kutembea. Yani kuna vilaka kiasi kwamba hujui hapa kuna shimo au hapa vipi. Yani ipo hivi. Huu sio mto wenye mawe. Umeelewa? Mto wenye mawe ndio waga utabiliki. Okay. Sio huu unajulikana kwamba hapa ninapotembea najua kwamba hapa kuna ziwa wapi? Yani sehemu yenye ziwa ndio vile vile. Labda ikija masika, kwa mfano unaweza kaja masika mwaka huu, ikabadilisha mazingira kwa mwaka huu kama ziwa liko hapa tunafikia ndio kuchimbika sehemu nyingine. Twende kazi. Kwa maana hapa unataja ubini au unataja jina lako tu jina? Vyovyote unavyotaka wewe, lakini najua mtu anakuwa na majina mawili. Fulani. Ndio nataja jina langu. Mimi naitwa Hamisi. Navua humu katika Kilombero, navua ndungu, njege, samaki ni wakubwa, ni nyavu kubwa. Navua ngurufi, navua kitoga, navua mbala wakubwa. Sivui samaki wadogo, zaidi wakubwa. Na hii ndi kazi kubwa ambayo tunaivua katika mto Kilombero. Hakuna kazi nyingine zaidi ya nyavu hii hapa ndio tunaivua. Kile kuna nyavu zingine baadhi, zile zingine ndogo sisi wengine bado hatuzoea kuvua. Kwa hiyo tunatumia sana hii kubwa, na kweli samaki wao tunapata kuanzia 20, 10, 12 kuendelea mpaka 20, mmoja mpaka 30. Wow, unapata samaki 21 unauza 30,000? Yaani mmoja. Kama akiwa mkubwa ukimpatia mmoja mpaka 20 mpaka 15, 30. Wewe jamani tajiri sana. Kwa hiyo sasa, kwa sasa hivi hatuwezi kusema samaki kwamba wanapatikana. Samaki walikuwa ni wagumu. Samaki ni wa shida sana. Kwa nini? Kutokana na hali tu maji kama unavyoona sasa amepungua sana, amepungua kasi. Afu sitoshe samaki naye pia wameona maji haya sasa hivi yamekuwa ya moto. Kwa hiyo samaki wanaenda chini sana, wanazama. Lakini sasa hizi ni masika, maji yanatakiwa mengi sana. Sawa, pamoja na wakati wenyewe wa masika mwaka Mungu aachelewesha. Ndio maana hali imekuwa hivyo, lakini ingekuwa kama mwaka jana na maana mpaka sasa hizi samaki ingekuwa ni wengi, tulikuwa tunapata samaki kwa wingi, hamna shida kabisa. Kwa hiyo sasa hivi hapa tunavua, unaweza kukuta tunavua loa hapo, unashangaa usitoke tena samaki. Wanapiga mpaka maloa 2 mpaka 3 wasipate samaki. Loa ni nini tofauti? Loa maana yake ni kuvua nyavu. Tunavivua hivi, unapotupa nyavu unakokota, maana yake ndio loa unakokota. Ya sehemu ya kuvulia mto huu Kilombero na nyavu kipandiki kutoka kule juu kule. Tunakuja tunamalizia kula hapa. Ndio loa hili moja. Pale ndo unaanza kuchambua tena nyavu. Ukishachambua tena unapanda tena juu kule. Unaenda kuiachia nyavu, unaikokota mpaka hapa unaanza kutoa nyavu. Sasa unavitoa ndo unajua hapa, je, samaki yangu nyavu ina samaki? Kama hamna basi bidi uitoe, anze tena kazi moja, chambua. Sawa, gharama unazozitumia zinaendana na faida unayopata. Kwa mfano labda nyenzo unazotumia, labda nyavu umekodi au ya kwako mwenyewe, mtumbu umekodi au kwako mwenyewe, pondo, vyote unavyotumia, je, vinaendana na unachokipata au unahisi unatengeneza hasara sana kwa msimu huu ambao unasema samaki uvuvi wake, upatikanaji wake umekuwa mdogo sana? Kwa kusema kweli sasa hivi samaki upata kwake, labda utafanya kitu uvue upate samaki upate kitu. Hii inakuwa ni shida sana. Yaani sasa hivi watu wanatafuta tu, kama unapata mmoja, wawili, basi wewe unakuwa kwamba wewe unapata hela matumizi ya kufikia nyumbani tu na mkeo. Kama Mungu kakubaitisha kwenda kuvua, au sio bwana, umevua Mungu akakujalia samaki 3 4. Ina maana sasa hivi ukipata 3 4, lazima utakuja kupata 50, 60 bati yako. Mpaka 70, wengine wabati yao Mungu amewabarikia hata laki anapata. Lakini kwa hivi wengine wanavua hali mpaka inakuwa ngumu. Si umemwona mdudu kama yule? Njege, anaitwa njege yule samaki. Sasa kwa hiyo nyavu hii inatoa samaki wakubwa. Naona hili kubwa na hii kubwa. Kwa mfano, kutumia ndoano na kutumia nyavu bora ipi kwa jinsi unavyoona kwa uzoefu? Ndoano ina mambo mengi, watu wana uvuvi mwingi. Ndoano ya kushika tu mwanzi hivi unarusha mshipi mrefu. Kuna ndoano ya kitanzi. Wanachukua kamba ndefu wanafunga ndoano humu na matofali. Wanadondosha kamba huko na tumbukiza tofali zina ndoano humu mpaka ng'ambo. Sasa ile kidogo inasaidia kuliko hii ambayo ya kutupa ile ndoano, lakini naona faida kubwa zaidi
ni kama hivi kwa bei ndoano ya kurusha. Kwa sasa hivi kidogo watu wanapata hela kidogo. Hujafikiria kuhamia kwenye ndoano sasa hivi kwa kipindi ambacho unaona kwamba uvuvi au kwa upua? Mimi ni mwopoaji mbaya sana. Kwanza nimeanzia kutoka kwa upua. Juzi tu hapa nilikuja kujua kuvua hii nyama. Kwa hiyo lakini kuna muda mimi maji yakijaa, mimi sivui. Watu wanatega nyavu zao kwa mapolini, mimi sitegi. Huwa na upoa ndoano tu huko mapolini, huko maji yanakupasukia huko. Nikiona mkondo maji unakwenda hivi yani anakimbiza, mimi natupa ndoano. Kwa hiyo mundu lazima tupate samaki sana. Sana. Tunapata samaki lakini hizi vua kama zitajaa maji yatazidi kwenda mpaka huko. Kuni nyavu hii tutapata samaki, hamna shida. Na hiki unahisi inaweza kama mwezi ngapi yani? Kwa maji yakiwa mengi mpaka yafike huko. Inaweza kuwa mwezi wa 3 na hasa wa 4 ndio maji mengi zaidi. Kwa hiyo kipindi hiki uvuaji wanaovua nyavu kama ya kukokota wapo wachache, wanakuwa wengi wanaenda kutega mapolini huko maji na kukwenda. Samaki sasa ndio wanatoka huko wanamwagikia mapolini kwenda kutafuta uchafu kula. Kwa watu wanavitega nyavu, ina maana ndio wanapata wale samaki wa kutega. Ndio naenda sasa nimepiga loa la kwanza na maana sijapata samaki. Naona. Kwenda tena. Nashukuru umefafanua vizuri, umeeleza vizuri, kwa sababu tunachokifanya hapa ni kuonyesha tu jamii ijue kwamba tuna appreciate huu mto. Na tuna appreciate mto na tunautunza kadri tunavyoweza. Ndio. Kwa sababu unatusaidia sisi na jamii zetu na watu wanatuzunguka, wengine tunasomesha. Maeneo kama nyinyi mnafanya shughuli zenu hapa za kiuchumi. Kwa hiyo jamii ijue kwamba tunaheshimu na tunatunza, na wengine wanaotusikia ambao wanahusika na huu mto popote pale waungane na sisi kutunza mazingira yanayosababisha maji huku kuja mengi. Kwa sababu moja, mto huu ndio unatumika kwa ajili ya kuzalisha maji yanayoenda kwenye bwawa la Mwalimu Nyerere. Naam. Seagulls Gorge. Kwa hiyo kama kusipokuwa na matunzo ya kutosha, tunaweza tukapunguza maji kule, afa katukosti nchi nzima. Sasa sio sisi wavuvi tu hapa, nchi nzima. Mto kusema kwetu tunaenda naye vizuri, hamna shida. Pamoja kutakuwa na matatizo ya watu baadhi na jinsi ilivyo katika ulimwengu, katika dunia. Ulimwengu wote lazima utakuwa na matatizo fulani, lakini mara nyingi tunaangalia mazingira. Hapa mazingira haya na yanakuwa sema tu. Kwa kifupi sasa hivi ni msimu wa masika. Unaingia maji yanakuja. Kwa ina maana sasa hivi kadiri vizidi kupiga haya maji yanazidi kuingia. Na nadhani unaona sasa hivi maji yanaanza kuwa yanaingia kidogo. Kwa hiyo maji yakifika basi nadhani hata bwawa la umeme maji yatajaa vizuri na wala hamna shida. Na hasa msimu huu maji yanaviingia na kwa hakuna uchafu aina yote unaokuja. Maji yanakuja yakiwa meupe kabisa.